Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, namshukuru Mungu kwa sababu Jumapili hii ambayo Mungu ametupa kwa sababu ya wema wake. Wewe ambaye unanisikiliza, maana Mungu ana mipango na wewe katika maishani mwako. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi wowote. Ninajua unapitia kipindi kigumu, lakini Mungu amenipa ujumbe huu ya kwamba kuna watu watasemezana wao kwa ajili yako. Si kwamba watasemezana kwa ajili ya maisha yao, bali watasemezana kwa ajili ya maisha yako. Maana wanakuona kila unapoamuka, kila kunapoitwa kesho, kila kunapoitwa asubuhi, wanaona ya kwamba katika maishani mwako kuna ng'ara, kuna kitu katika ndani yako kina ng'ara, kinaonekana na wale wapendwa, kinaonekana na wale watu mahadui, wale ambao unaona kwamba ndio Yesu akasema wapendeni mahadui, ndio maana anasema hao ni wapendwa pia. Lakini katika maishani mwako umekuwa na shida, unahangaika kwa sababu unaona kwa nini hawa watu wanafanya hivi. Usibabaishwe na mambo wanayoyafanya. Wacha kukasirika kwa sababu ya watu wanakongea. Wacha kukasirika kwa sababu kuna watu wanasemezana kwa ajili yako. Mungu ana mipango mizuri juu yako. Wacha waendelee kusemezana. Wacha waendelee kuongea kwa sababu yako, maana Mungu ana mipango mizuri. Anaenda kukushangaza mpendwa. Wacha kukasirika kwa sababu ya wao, maana Mungu ana mipango mizuri na wewe. Wacha kupaniki. Wacha kuwa unakuwa na wasiwasi katika maishani mwako. Unaanza kujiuliza, je, nitafikiria katika maono yangu mpaka nikifika umri huu? Nimekuwa mzee, nimekuwa tangu nilikuwa kijana, nimekuwa nikihangaika, hata ndoa sina, maisha yangu imeharibika. Wacha nikwambie, bado hujakufa. Kwa hivyo maono yako yatakamilika, ndoto ulionayo itakamilika. Na ndiyo sababu watu watasemezana, watu wataongea kwa sababu yako. Huyu ni nini amekifanya? Ni jambo gani ambalo amenifanya huyu mtu? Umekuwa na maono katika maishani mwako mpendwa, haina haja ya kufa moyo. Sasa leo nimeleta ujumbe juu ya maisha yako, ya kwamba watu watasemezana juu yako. Chukua uamuzi na kuendelea kusimama na imani. Endelea hiyo uamuzi uliochukua, na Mungu wa mbinguni anaenda kutenda mambo mazuri, na jina la Mungu linaenda kutukuzwa. Tukiangalia kitabu hiki cha First Samuel chapter 10 verse 11, Samuel wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 11, inasema hivi ya kwamba ikawa wote waliojuana zamani walipoliona jambo hilo, kwamba tazama, huyo anatabiri. Maana walimjua zamani ya kwamba Sauli hawezi kuwa mtu nabii, hawezi kuwa mtumishi wa Bwana. Kama vile katika maishani mwako watu wanakutazama, wanakuangalia, lakini wanaona kama wewe ni mtu tu hivi hivi. Wacha kujidharau mpendwa, wacha kujidharau, wacha kujiona ya kwamba hufai. Walimwona Sauli, wakamwona, walipomjua tangu zamani, wakamwona ni mtu ovyo ovyo, ni mtu ambaye hawezi akawa nabii. Lakini walipomuona anatabiri pamoja na manabii wenzake, Bwana anaenda kukuinua mpendwa. Bwana anaenda kukuinua. Bwana anaenda kufanya mambo mazuri juu ya maisha yako. Bwana anaenda kukutumia wewe. Utakuwa sababu ya watu kuinuliwa katika familia, hata kama umri wako umefika kiwango gani. Wacha kufa moyo, wacha kubabaika, wacha kuanza kutenda dhambi, wacha kutenda dhambi. Simama na Mungu. Wacha hayo mawazo machafu ya kwamba uwezi ukainuka, maana ulikuwa na maono mazuri, ulikuwa na ndoto nzuri ya maisha mazuri, lakini yameharibika kwa sababu kuna watu wamekuvunja moyo. Kuna watu walikukanyagia, kuna wachawi walikukanyagia, waganga wamekukanyagia, hata katika akili yako wewe mwenyewe ukajikanyagia, maana ulianza kuchanganyikiwa. Watu walipoanza kuongea vibaya, na ukaanza kuchanganyikiwa, ukajiona kwamba hufai. Wacha nikwambie mpendwa, geuka, mgeukie Mungu. Simama na imani, simama na Mungu, na maisha yako yatainuliwa. Angalia, walijua zamani, wakamjua ya kwamba Sauli ni mtu ambaye hawezi akainuka, hawezi akawa nabii. Hata wewe katika maishani mwako unajiangalia, je, mimi naweza nikafanya chochote? Ninaweza nikafanya nini? Umeanza kujidharau, umeanza kujiona jinsi ulivyo. Lakini wacha nikwambie mpendwa, Mungu ana mipango mizuri na wewe. Wacha kubabaika, wacha kuwa na wasiwasi.
Watu hawa wakawa wanajiuliza maswali, walipoliona jambo hilo. Wacha nikwambie, kuna kitu ambacho Mungu anaenda kukifanya juu ya maisha yako. Kama unanisikiliza vizuri na kama unanielewa, kuna kitu ambacho Mungu anaenda kukifanya juu ya maisha yako. Wacha kubabaishwa na watu. Wacha kuangalia watu. Umekufa moyo, umeomba mpaka umefikia mahali unasema hakuna haja ya kuomba, hakuna haja ya kufanya hivi, kwa sababu umejiona ya kwamba hufai, na hata watu wale ambao unaishi na wao wamekuona hivyo hivyo. Lakini Mungu sivyo alivyokuona. Mungu amekuona kuwa ni chombo chake. Watu wamekuona jinsi ulivyo, na wewe mwenyewe umekufa moyo. Lakini angalia kwamba walijuana ya zamani, wakawa wanamjua kwamba Sauli ni mtu ambaye hawezi akafanya chochote. Lakini wacha nikwambie, Sauli akaendelea kupanda juu, akaendelea kutabiri, hata watu wakashangaa, wakaanza kuchanganyikiwa. Hebu tusikize hapa anasema nini. Anasema nini katika kitabu hiki? Anasema ya kwamba anasema hivi: ndipo watu wakasemezana, ni nini hilo lilompata mwana wa Kushi? Ni nini ambacho kimempata mwana wa Kushi? Ni nini ambaye kimempata? Ni jambo gani? Wanajiuliza walipomwona anaendelea kutabiri, anasonga mbele, anajitia nguvu. Wacha nikwambie, wasichana wengi wamevunjika moyo, wanaona kwamba hakuna kuolewa, ndio maana wanajitembeza vibaya. No, acha na mambo hayo. Bwana amenituma kwako, Mungu amenituma kwako. Wacha kutumiwa vibaya. Endelea kusimama na Mungu, endelea kujipeana kwa Mungu, endelea kusimama naye. Mungu ana mipango mizuri juu ya maisha yako. Unajua wapendwa, katika wakati tunaishi wakati huu, watu wengi wameacha imani zao, maana wameona maisha vile kumekuwa na matatizo katika maishani mwao. Wanajiangalia, wanajiona ni kama hakuna mahali wanaenda. Wamekaa wakijiangalia kama huyu mwana wa Kushi. Watu wakasemezana, wakaanza kuangalia, wakasema, je, ni nini ambacho kimempata? Na hata wewe, kuna watu wanaenda kuuliza, ni nini ambacho kimekupata? Ni nini ni jambo gani ambalo umelifanya mpaka sasa umeanza kuwa nabii? Ni nini ambacho umekipata hata sasa unamtumikia Mungu? Wataona kama unachanganyikiwa, lakini ndivyo Mungu amesimama. Wewe acha kuvunjika moyo. Wengine sahihi wanaacha huduma zao, wanaanza kubabaika, kwa sababu kuna njaa. Wanaangalia kwa sababu maisha imekuwa mazito, ndio maana wasichana wanajiharibu, wanaangamiza usichana wao. Wamama nao pia wameanza kutembea, wanaanza kukaa vibaya katika maishani mwako. Mungu ana mipango mizuri. Wakasemezana, ni nini kilichompata mwana wa Kushi? Ni nini Wakishi? Ni nini ambacho kimempata mwana wa Kishi? Ni nini ambacho kimempata? Na hata jioni ya leo kuna watu wataenda kuuliza, ni nini ambacho kimekupata? Ni nini ambacho kinafanyika? Kwa sababu Bwana anaenda kukugusa na kuna mambo yanaenda kufanyika kupitia wewe. Watu wengi wanaenda kumuona Mungu. Sasa watu hawa wakaanza kujiuliza maswali, ni jambo gani ambalo linaendelea kufanyika ndani ya maisha yao? Wakawa wanababaika, wanashindwa watafanya nini. Lakini Mungu ana mipango mizuri. Wakasemezana, ni nini ambacho kimempata mwana wa Kishi? Je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Wakaanza kujiuliza, naye pia ako miongoni mwa manabii, maana ameanza kutabiri, ameanza kuongea. Walijuana ya zamani, ni mtu hivi, ni mtu ambaye hawezi akafanya kazi ya Mungu, alikuwa si nabii. Lakini Mungu alipoingia ndani ya Sauli, alianza kutabiri, alianza kufanya mambo tofauti na vile walikuwa wanamfikiria. Ukisoma mstari wa 12 nasema hivi ya kwamba, naye akajibu mtu mmoja wa mahali hapo akasema, na baba yao ni nani? Huyo anasema ni mtoto wa Kishi, na hapa wakasema na baba yao ni wakina nani hawa? Wakaanza kuuliza, hata katika maishani mwao wakaanza kujiuliza. Sasa mambo haya anayoyafanya ni mambo yametoka kwa nani? Na baba yao ni nani?
Wakaanza kujiuliza, lakini sijui katika maishani mwako ni wakina nani wanajiuliza katika maishani mwako? Kuna kitu ambacho Mungu anaenda kukifanya juu ya maisha yako, na watu hawa wataanza kuuliza, maana wataanza kuona mambo tofauti tofauti, wataanza kujua, wataanza kutafuta habari ya kwamba huyu na baba yake hakuwa nabii, na baba yake huyu hakuwa katika njia hii, na hawa wote wanaotabiri baba zao ni wakina nani? Wakaona manabii wanatabiri, wakaanza kujiuliza maswali. Kwa hivyo wapendwa, katika maishani mwako, najua umepitia kipindi kigumu sana, lakini Mwenyezi Mungu ana mipango juu ya maisha yako. Endelea kusimama na imani. Na wewe ambaye umerudi nyuma, umeacha imani yako kwa sababu mambo yamekuwa mazito, mambo yamekuwa magumu, mrudie Yesu. Rudi kwa Yesu, rudi kwa Yesu. Wacha kuwatazama hao watu, wacha kujiharibia maisha, kwa sababu Mungu ana mipango na wewe. Nimesimama jioni na leo nikwambie, Mungu ana mipango na wewe, na watu wataenda kufanikiwa kupitia wewe. Mungu anakutazamia wewe ili watu wafanikiwe kupitia wewe. Anza kujiita mkutano, anze kusemezana, anza kujiuliza, semezana na akili zako, jiulize maswali, ni jambo gani nitafanya la kumpendeza Mwenyezi Mungu? Simama na Mungu, simama na Mungu, na watu wanaenda kusimama na watasema kwamba ni jambo gani ambalo huyu limempata. Mstari wa 13 maandiko yanasema ya kwamba Sauli hakusikiliza watu walisemezana wenyewe kwa wenyewe, wakasema huyu mtu tunamjua tabia zake, tunajua mambo yake, hawezi akafika mahali hapa, hawezi akatabiri. Walimjua kabisa Sauli hawezi akatabiri, lakini upako wa Mungu ulipokuwa juu yake, nguvu ya Mungu ilipomshukia, jioni ya leo utakapolisikia neno hili na usimame na imani yako, wacha nikwambie, kuna kitu kinaenda kufanyika juu ya maisha yako, na utafika mahali pa juu, nao utafikiria mahali pa juu, na watu hawatakufikiria wapendwa, maana wamefikiria maisha yako utaishi hivi hivi na ukufe jinsi ulivyo, yaani ukae hivi hivi tu. Wacha watu wasikutumie vibaya, wacha kutumiwa vibaya. Mpendwa, simama na Mungu, na ye Mungu wa mbinguni anaenda kufanya kazi katika maisha mwako. Mungu wa mbinguni ana mipango mizuri, Mungu wa mbinguni ana mipango mizuri juu ya maisha yako. Wacha nikwambie, kuna watu watasemezana juu ya maisha yako, wataulizana, huyu mtu mbona mambo yake yanaanza kufaulu? Ni nini ambacho alikifanya? Wataanza kutafuta ni mambo gani ulioyafanya, lakini ni kwa sababu ya Bwana yu juu yako, kwa sababu ya Mungu yuko juu yako. Wacha tuende katika kitabu kile cha Second King chapter 7 verse 3. Wafalme wa pili mlango wa 7 mstari ule wa 3. Inasema hivi ya kwamba kuna watu ambao walikuwa wamekataliwa kwa sababu walikuwa wanaonekana ni wagonjwa, walionekana kwa kijiji hawafai. Hata wewe vile unavyoonekana kwamba ufai, Mungu anakuona unafaa. Vile unaonekana kwa kijiji ni kwamba wewe hufai chochote, wewe ni mtu ambaye hufai kabisa, lakini Mungu ana mipango juu ya maisha yako. Mungu ana mipango mizuri juu ya maisha yako. Mungu ana mipango mizuri juu ya maisha yako. Hebu tusikize hawa wapendwa. Maandiko yanasema ya kwamba basi walikuwako watu 4 wenye ukoma. Walikuwako 4 wenye ukoma. Watu 4 wenye ukoma penye lango la mji. Wakasemezana, mbona tunakaa hapa mpaka tufe? Wakasemezana kwamba mbona tunakaa hapa mpaka tukufe? Watu ambao walikataliwa, watu ambao walikuwa wamekataliwa, wakaambiwa hakuna ndoa, wakakataliwa kwenye ndoa, maisha yao imeharibika, wamekataliwa, wakafika mahali wamevunjika moyo. Watu wengine wanaishi kwa ndoa, wanaishi wakivumilia, maisha yao yamekuwa magumu kweli kweli. Wanasema tunakaa hapa mpaka tukufe. Wacha nikwambie, chukua uamuzi wa kusimama na imani, chukua uamuzi wa kukaa ndani ya Kristo, chukua uamuzi wa kusimama na Mungu. Atakushangaza Mungu, atakushangaza mpendwa. Yesu atakushangaza kwa sababu ana mipango mizuri na wewe. Yesu atakushangaza, watu watashangaa kweli kweli.
Maana hawa watu wanne wenye ukoma walikaa nje ya mji, yani kwenye lango, wakatolewa kwa mji, wakatolewa, wengine wakafukuzwa, wengine wakafungiwa nyumba. Maisha yao imekuwa magumu kweli kweli, wamevunjika moyo, wanatamani hata kujinyonga. Wacha nikwambie mpendwa, haina haja ya kujinyonga, haina haja ya kunywa sumu. Kuna siri kubwa. Semezana na Bwana, semezana. Kama una mtu wa kusemezana na yeye, hebu ingia. Kuna watu watatu ambao ni Mungu Baba na Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, na hawa watu watatu ni mtu mmoja. Hebu anza kupiga magoti yako, anza kusemezana na Mungu, anza kuongea na Mungu. Mwambie Bwana, ni kweli nimekataliwa, lakini wewe hujanikataa. Hebu simama na mimi, simama na mimi. Wacha nikwambie, watu watashangaa, watu watasema ni dawa gani ambayo umepata wapendwa. Watajiuliza maswali, ni kitu gani ambacho umekipata? Ni nini ambacho kimefanyika juu ya maisha yako? Hawa walisemezana, tunakaa hapa, mbona tunakaa? Tumekataliwa mjini. Tumekataliwa mjini, na hapa tumekaa, na hapo pia pana njaa. Watu wa mjini wana njaa. Wakasemezana, wacha tuendee hao mahadui, wacha tuendee hao mahadui. Watu wakasemezana, hawa watu wanne wakasema, tunakaa hapa wapendwa mpaka tukufe. Lakini wakasema ya kwamba tukiingia mjini tutakufa vile vile, tukiendea hao jeshi la Washami likituhifadhi tutakuwa hai, wakituua tutakufa, lakini mjini kuna njaa. Waliotukataa wameshikwa na shida. Ndio maana hata kuna watu wengine wapendwa, walikufukuza, lakini nao wanapitia mambo mazito, wanakupitia mambo magumu, lakini Mungu ana mipango na wewe uliyefukuzwa. Mungu ana mipango na wewe, ili watu wa mjini wakaweze kuondolewa shida zao. Kama vile nchi hii imekuwa na shida, watu wanasafa, watu wanateseka, watu hawana makazi, hawana kazi, wanaishi maisha magumu, wanaishi maisha ya shida. Wacha nikwambie mpendwa, hata kama umekataliwa, kuna mambo mazuri juu ya maisha yako. Wacha kubabaika, wacha kuwa na shida, maana Mungu ana mipango na wewe. Mungu ana mpango na wewe. Mungu amenipatia ujumbe huu. Watu watasemezana kwa ajili yako, lakini anza kusemezana Bwana. Anza kukaa uangalie kwamba mbona nakaa katika mateso haya. Hebu chukua tendo la imani, chukua tendo la imani mpendwa. Hawa watu wakasemezana, wakasema tukikaa hapa tutakufa, tukienda pale kwa mji pale ambapo tulifukuzwa, na huko tutakufa vile vile, kwa sababu kuna njaa huko ambako tulifukuzwa. Mungu ameachilia njaa pale ambapo tulifukuzwa. Watu walitukataa, sasa wanapitia shida, na hapa nilipo napitia shida. Mpendwa, inajua unapitia hayo, lakini Mungu ana mipango na wewe. Nimesimama na wewe leo kwamba Mungu ana mipango na wewe. Wacha kubabaika. Wacha kufanya washerati kwa sababu upate chakula. No, wacha kufanya vitu kama hizo. Mungu anaenda kuwatumia hao maadui zako, na hao maadui zako watakusababisha wewe, watu waliokukataa watakuchukua sasa. Watu ambao walikukataa watakukubali. Watu ambao walikufukuza wataanza kukukimbilia. Wewe utakuwa ni sababu ya watu kuinuka. Wewe utakuwa ni sababu ya watu kufanya biashara kupitia vile unavyopitia. Wewe utakuwa sababu ya watu wale wapate maisha mazuri. Wewe utakuwa sababu ya wale watu waweze kufurahia. Wale ambao walikufukuza, watu ambao walikukataa, wataenda kuona sababu ya kuwa, kwa nini huyu tulimfukuza? Kwa nini huyu tulimkataa? Hawa watu wa ukoma wanne walikataliwa mjini. Walikataliwa kwa mji, wakafukuzwa, wakatoka kwa huo mji, wakakaa katika kwenye lango, mahali ambapo wanangojea tu kupewa, wanangojea, yani maisha yao wanangojea kusaidiwa. Lakini Mungu ana mipango na wewe. Jioni ya leo, Mungu ana mawazo mazuri juu ya wewe. Hebu chukua hatua na Mungu wa mbinguni atakuinua na kila kitu kitaenda vizuri. Maisha yako umekuwa unajiuliza maswali, jambo hili nitafanyaje? Mambo haya nitayafanyaje? Lakini Mungu ana mipango na wewe. Mungu anaenda kukuinua
kiwango kingine. Angalia hao watu wakasema, tukienda kwa jeshi la Washami, tukienda katika jeshi la Washami wakituhifadhi hai tutaishi. Tukiendea hao jeshi la Shami, tukiendea hao wakituhifadhi, hebu tuondoke na tuende. Wakaanza kushika njia, kwa sababu wamechukua uamuzi. Katika ndani yako, shida yako ni ufanikiwi ni kwa sababu huchukui uamuzi. Umekuwa wacha niende pale, pengine nikienda pale nitafanikiwa, nikienda pale pengine nitainuliwa, yani nikienda pale, yani katika maishani mwako umebaki saa sita, niende hapa. Chukua uamuzi mpendwa, maana Mungu atawatumia hao mahadui zako na uweze kufanya biashara. Mungu atawatumia hao ambao wamekunyanyasa, wale ambao wamekunyanyasa, Mungu atawatumia hao ambao wamekunyanyasa na waweze kufanya wewe uweze kufanya wengine katika familia yako wakawe wanabiashara, wakaweze kula chakula, wakaweze kuishi vizuri. Wale ambao walikufukuza walifanya vizuri kukufukuza, kwa sababu Mungu alikuwa na mipango na wewe. Kama ulingekaa pale pale hungepata heshima forever. Ungekaa pale pale kwa familia hungepata heshima, lakini walipokukataa ndipo Mungu aliona thamani yako. Ndipo Mungu aliona thamani yako na ukafukuzwa, ili wafikirize, ili wale watu wakapate kufanikiwa, ili wale watu wakaweze kuwa vizuri. Kwa hivyo usilalamike. Katika ndani yako unaona ya kwamba kuna watu walikataa. Hawa watu 4 walikuwa wamekataliwa, lakini wakasema ya kwamba tukiendea jeshi la Shami, wakituua tutakufa tu, na wakituacha hai tutaishi. Wakaanza kuchukua hatua. Chukua hatua kama hawa watu 4 walichukua hatua, wakasababisha mfalme na wale ambao waliwakataa wakaishi maisha mazuri. Wale ambao walikuwa wamewakataa wakaweza kufanikiwa kupitia hawa watu 4 peke yake. Walipotoka na kuenenda pale mahali, walipoanza kuchukua hatua na kuenda, walipoenda naye Mungu akawasikizisha kishindo. Wale watu walikuwa pale mbele, wale watu walikuwa wamekaa, walikuwa wanalala, wakasikia jeshi kubwa linakuja, jeshi la Washami. Na hao watu 4 waliliendea jeshi la Washami. Hawakuendelea watu hivi, waliendea makomando. Walikuwa pale, walikuwa watu wakubwa, watu ambao wanaheshima, watu wenye sifa, wenye kupigana vita. Wakawaendea, na walipokuwa wakienda, wacha nikwambie, Mungu aliingilia kati yake. Aliingia katikati yao. Hata wewe pia ninajua ya kwamba una saa sita, mara nyingi unakuwa unajiuliza nitafanikiwa vipi. Wacha nikwambie, chukua hatua ya imani, nao utaanza kufanikiwa, naye Mungu atasimama na wewe. Ukiendea katika huo mji la jeshi la Washami, unajua kitu kinaitwa jeshi. Jeshi si watu wa kawaida. Jeshi ni watu ambao wamefunzwa vita, wanaelewa kupigana kweli kweli, wanajua mbinu ya kupigana. Lakini kwa watu waliokuwa wamechukua uamuzi wa kuendea, wacha nikwambie, watu ambao wamechukua uamuzi ni watu tofauti, wapendwa. Jeshi likaanza kuogopa, jeshi likaanza kuondoka, wakaanza kukimbia. Wakasema mfalme wa Israeli ameajiri majeshi, ameajiri watu ili kuja na jeshi kubwa, wapanda magari na wapanda farasi. Wakaanza kuwa na woga. Mpendwa, walikufukuza lakini watakukaribisha. Sasa watakuita, ngojea simu, utapigiwa simu. Ngojea simu, watakutafuta. Waliokukataa wataanza kukutafuta. Hata wale wanaume walikukataa wataanza kukutafuta. Wale wanawake waliokukataa wataanza kukutafuta, kwa sababu Mungu amenipa neno la unabii, ili ukafanikiwe, ili ukapate kazi. Unahangaika, maisha yamekuwa magumu, njaa imekaa, unashindwa nitafanya nini? Yaani watu wamekuwa na shida, wamekuwa na njaa, wamekuwa na matatizo, lakini Mungu amenituma juu ya maisha yako. Chukua uamuzi na Mwenyezi Mungu atasimama na wewe, kwa sababu unaposimama na Mungu, unaposema namtegemea Mungu sasa, naye Mungu ataanza kuchukua nafasi katika maisha yako.
hao walikukataa, na ye Mungu atasimama upande wako. Wataanza kujiuliza, huyu mbona, ni nani aliyemfanya hivi? Ni nani aliyemfundisha? Ni nani aliyempatia siri hizi? Hata wale wachawi ambao walikuwa na kutesa, hata wale madevil worshiper, hata wale waganga, hata wale wachawi, wale Illuminati na Freemasons, watajiuliza ni nini alichokifanya. Ni kwa sababu umechukua uamuzi wa kiungu. Ulipochukua uamuzi wa kiungu, mpendwa, Mungu yuko juu yako. Wataanza kujiuliza, watakimbia madevil worshiper, watakimbia wachawi, watakimbia waganga, nao wataacha fedha zao, watatimua mbio, wataacha fedha zao, wataacha chakula chao, wataacha mavazi yao, na hivyo utakuwa wewe utapeleka habari njema, utawapeana watu habari njema, maana utasema ya kwamba huu ni wakati wa kuhubiri Injili, huu ni wakati wa kuambia wengine. Maana hawa watu waine, kile Mungu alichokifanya kilifanya jeshi la Washami lilikimbia, na watu wale wakakula vyakula, wakakula na wakafanya habari, wakasema ya kwamba wacha tukapeleke habari. Wengine wakasema wacha tulile kula, wakasema hili jambo tutendalo si jambo zuri. Wacha nikwambie mpendwa, maisha yako yanaenda kubadilika, maisha yako yanaenda kuinuliwa, maisha yako yanakuwa ya thamani. Wale waliokufukuza wataanza kukutafuta. Naona ya kwamba unaenda kutafutwa, wanaenda kukuita. Watu ambao wamekuona ya kwamba ufai, lakini sasa wanaenda kukuita mpendwa. Wacha kubabaika, wacha kuwa na wasiwasi, wacha kuwa na shida ndani ya maisha yako. Kuna kitu kizuri ambacho Mungu anaenda kukifanya juu ya maisha yako. Chukua uamuzi. Wacha kuwa na wasiwasi, wacha kuwa na wasiwasi, kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko juu yako, na habari njema lazima utazihubiri. Wewe unajiona kwamba unakufa na njaa, unajiona kila kitu kimeharibika. Mungu anangojea uamuzi wako, anangojea uamuzi wako. Njaa ambayo unaiona, shida ambazo unaziona, Mungu anangojea uamuzi wako. Hawa wakasemezana, wakasema wacha tuwaendee jeshi la Washamu. Na hiyo ndio ikasababisha hata mfalme alipopelekewa habari akasema ya kwamba hawa Washami wameona ya kwamba tuna njaa mjini, wametuona tuna shida, ili kwamba tuwaendee, ili kwamba wakatukamate. Lakini mtu mmoja akasema ya kwamba wacha tuchukue watu 5 tu waendee katika huo mji, wacha tuchukue watu 5 tukaweze kuendea huo mji. Wacha nikwambie, walipotembea wapendwa, hawa watu walikuwa wamebeba habari njema kweli kweli. Hawa watu walikuwa na habari njema kweli kweli. Nakwambia wapendwa, wakitembea kwa njia, wanaona mavazi, wanaona fedha, wanaona dhahabu. Wakasema wacha tuende tuambie mjini ya kwamba hawa watu ni wa habari njema kweli. Wacha nikwambie, watu walikufukuza, lakini kuna habari njema. Watu walikukataa, wakasema ukiolewa na huyo mwanaume hata hawatakusalimia. Hata sasa vile unapata shida, hujui utaenda wapi. Wacha nikwambie mpendwa, kuna mambo mazuri. Wacha kubabaishwa, wacha kubabaika kwa ajili ya watu hao. Mungu wa mbinguni ana mipango juu ya maisha yako. Mungu ana mipango mizuri. Mungu amenionyesha ya kwamba unaenda kuwa mtu wa thamani, unaenda kuwa mtu mkubwa, unaenda kufanikiwa, unaenda kuinuliwa. Hilo jeshi ambalo limefunga mapato yako yanaenda kubabaika, wanaenda kukimbia, wanaenda kuachilia fedha zako, wanaenda kuachilia mavazi yako, wanaenda kuachilia chakula yako. Wacha kubabaika mpendwa. Jeshi la Washami lililojihami likakimbia kwa sababu ya watu ambao hawana silaha. Wacha nikwambie mpendwa, wewe najua kwamba huna uganga, huna uchawi, hutumii Illuminati, yani hutumii chochote, lakini Illuminati wanaenda kukimbia, wanakuachilia mavazi yako, wanakuachilia fedha zako. Hao ambao wamekufinyilia, waliogandamiza, waliochukua jina lako wakalipeleka huko, watakimbia, wataacha mali zako. Ninaona vitu vyako vinaregeshwa. Naona vitu vikiregeshwa, uponyaji unaopata, hayo magonjwa ulionayo yanaenda kuondolewa, huo ukoma hautaonekana tena, hayo matatizo ulionayo hayataonekana tena. Ulikataliwa kwa sababu ya udhaifu ulionao, ulikataliwa kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya shida, wakakukataa. Lakini wewe unaenda kuwa sababu ya watu kuishi vizuri, unaenda kuwa sababu ya watu kufanya biashara, unaenda kuwa sababu ya watu, wewe ambaye kataliwa, unaenda kuwa sababu mpendwa.
Wacha kubabaika, wacha kuwa na wasiwasi, wacha kutatizika, kwa sababu Mungu amenituma kwako ili nikwambie habari hizi, ili maisha yako yakaweze kuinuliwa. Waliokukataa watakutafuta, waliokukataa watakutafuta, waliokukataa wanaenda kukutafuta. Wacha kubabaika, wacha kuwa na hofu, wacha kutatizika. Kuna kitu kizuri mpendwa, kuna kitu kizuri. Mungu anaenda kufanya vitu na utafikiria mahali pa juu ambapo hawatapafikiria. Hata mfalme mwenyewe, hawa watu wa ukoma, baada ya kitendo hiki hawakubaki watu wa kawaida tena. Magonjwa hayakuonekana, matatizo hayakuonekana, udhaifu haukuonekana. Watu wakafanya biashara, na hata wewe kuna watu watafanya biashara kwa sababu yako. Watu utasababisha watu wafanye biashara kwa ajili ya kufanikiwa kwako. Wewe utasababisha watu wafanye biashara, utasababisha watu waandikwe kazi, utasababisha watu wawe na kazi, utasababisha watu waanze kumsifu Mungu kupitia wewe uliyechukua uamuzi. Chukua uamuzi. Unachelewa katika maisha yako. Ninaona Mungu vile amefikia, anaenda kukuregesha. Mungu anaenda kutenda mambo mazuri. Bwana anaenda kufanya mambo mazuri juu ya maisha yako. Hemu chukua uamuzi. Wacha kusitasita, wacha kubabaika. Kuna kitu kizuri ambacho Mungu anaenda kukifanya. Wacha nikukabidhi mbele za Mwenyezi Mungu, naye Mungu wa mbinguni anaenda kufanya kazi juu ya maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo asiyetawala mfalme, angalia mpendwa huyu. Alikataliwa kwa kijiji, alikataliwa kwa familia, alikataliwa kwa kazi, alifukuzwa kazi, akaambiwa hawezi kufanya kazi vizuri, akafutwa kazi. Lakini sasa Baba, umenituma kwa ajili yake arudi kazini, na akirudi kwa kazi akawekwe kuwa mtu mkubwa, akawekwe kuwa mtu mkubwa kama hawa watu wa ukoma waine walipoenda wakawekwa watu wakubwa. Tazama Yusufu akawekwa kuwa waziri, kwa sababu aliitwa mtu wa ndoto peke yake. Aliitwa bwana wa ndoto, na kweli akawa bwana wa ndoto kweli kweli, na maisha yake yakaweza kufanikiwa. Kama jinsi ya mpendwa huyu anayenisikiliza, katika ndani ya maisha yake amepitia kipindi kigumu, amepitia mateso, amepitia shida, lakini amleta mikoni mwako akaweze kufanikiwa, na maisha yake yakabarikiwe, na maisha yake yakainuliwe. Asante Bwana, kwa sababu unaenda kutenda kazi. Ndoa hii iliyoharibika ninairegesha. Huyu dada ambaye analia, huyu ndugu ambaye analia kwa sababu alikuwa na kipenzi chake, alikuwa na mpendwa wake, alikuwa anampenda sana, lakini akamwacha kwa sababu hana kazi, kwa sababu maisha yameharibika. Leo nimemregeshea kazi yake, nimemregeshea fedha zake, nimemregeshea maisha yake, nimeregesha maisha yake, nimemponya magonjwa aliyosababishiwa high blood pressure na kila magonjwa ya kila naina nimeyaondoa katika maishani mwake. Watu wa mjini watamkubali kwa sababu Bwana umeondoa ukimwi, umeondoa kansa, umeondoa magonjwa, umeondoa matatizo ya kila naina, kwa sababu Bwana umesema niseme na mpendwa huyu. Naachilia mafuta haya katika jina la Kristo. Nimenyosha huu mkono, na wenyosha mkono katika kuelekea kwa simu yako na katika kifaa kile ambacho unakitumia katika hiyo takilishi yako. Nyosha mkono wako, ukinyosha mkono kwenye hiyo takilishi yako, na katika maisha mazuri yanaenda kuonekana, ama laptop yako ama kompyuta yako, maana Mungu anaenda kufanya mambo mazuri. Mungu anaenda kufanya mambo mazuri. Kile chombo ambacho unanisikiliza nacho, nyosha mkono wako mbele ya hiyo, maana kuna kitu Mungu anaenda kukifanya. Mungu anaenda kufanya mambo mazuri. Mungu anaenda kufanya mambo mazuri juu ya maisha yako. Nimekuondolea laana zote, nimekuondolea matatizo, nimekuondolea shida, kwa sababu mafuta haya ambayo Bwana amenipaka kwa ajili ya kukuondolea shida hizi, na wewe utakuwa ni sababu ya watu wakapate kufanikiwa. Utakuwa ni sababu ya watu kufanikiwa katika maishani mwako. Ni katika jina la Kristo nimeomba na kuamini. Amen.